nitatoa jeshi kuu kwa ajili yako. Ninayajua yangu malengo ni mema, si mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Nawapenda. Asante kwa siku njema hii, Jumapili hii takatifu ambayo Mungu umeibariki, umeiwezesha, umelitunda kanisa lako na wajoli wako wote. Baba, tunakuinulia sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee kuwemo tena nyumbani mwa Bwana katika siku hii ya leo. Na ujumbe mzuri ambao Bwana amenipa ili tuweze kushiriki baraka hizi za neno la Mungu. Ujumbe unasema maana ya ubatizo katika Yesu Kristo. Ujumbe unasema maana ya ubatizo ulio katika Yesu Kristo. Ubatizo tunafahamu wengi wamebatizwa, watu wengi wanaendelea kubatizwa kila itwapo leo. Lakini huu ubatizo una maana halisi katika mujibu wa Biblia. Na ndilo somo ambalo leo tutakwenda kujifunza na kuona ubatizo ulio katika Yesu Kristo. Maandiko yetu ya somo ni katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 11. Lakini pia katika Injili ya Mathayo ile sura ya 28 mstari wa 19. Naomba nisome kuanzia Injili ya Mathayo sura ya 28. Tasoma ule mstari wa 19. Biblia hapa inasema mstari wa 19, basi enendeni kuwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili zuri ulilotupa kutoka katika Injili ya Mathayo. Neno hili likawe msaada, neno hili likawe nguvu na utimilifu wa kujua maana halisi ya ubatizo, kwamba Mungu ulikusudia nini kupitia ubatizo. Tuwezeshe Bwana kwa utukufu wako wa pekee. Neema yako itufunike kwa kila mmoja. Asante, tunakutukuza Jehova, kwa kweli Mungu mkuu utakwenda kuonekana katika jina la Yesu. Amen. Somo letu linasema ubatizo ulio katika Yesu Kristo. Ubatizo ulikuwepo toka zama za kale. Yesu wakati anakuja kuzaliwa na Bikira Mariamu, alikuta Wayahudi walikuwa wanaendelea wanabatizana. Na ubatizo ambao ulikuwa kabla ya Kristo ulihusu juu ya watu wa mataifa mengine walipotaka kujiunga na utamaduni wa Kiyahudi. Ilikuwa ni lazima aweze kubatizwa katika ubatizo wa maji mengi. Na neno hili lilimaanisha
kuzamishwa ama kugarikishwa au kuchovya ndani ya maji. Kwa hiyo waliendelea mpaka kilipofika kipindi cha Yohana. Alipozaliwa Yohana Mbatizaji, yeye akaja kwa kusudi maalum, kama inenavyo Injili katika kitabu cha unabii wa Isaya. Anasema ya kwamba itengenezeni njia yangu, yanyosheni mapito, palipo na bonde pasawazishwe, na palipo na mlima patengenezwe. Kwa hiyo Yohana alikuja kubatiza kwa ajili ya kumwandaa Kristo, kumtangulia kama mjumbe na kutimiza haki iliyokuwa inatendeka juu ya taifa la Israeli. Na ubatizo wa Yohana ulijulikana kama ubatizo wa ondoleo la dhambi, ubatizo wa toba. Kwa mtu aliyekuwa na tubu sana, lazima alikuwa anakwenda kubatizwa katika mto wa Yordani. Kwa leo tunajifunza sana ubatizo ulio katika Yesu Kristo ni wa namna gani na una maana gani. Na ndio tunaweza kujifunza katika wakati huu na saa hii, kutambua kwamba Yesu alipoliagiza kanisa, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Yesu alikuwa na maana gani? Tutakwenda kuangalia katika maandiko matakatifu. Naomba tuangalie kitabu cha Warumi sura ile ya 6 mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 11. Warumi sura ya 6 mstari wa 2 mpaka ule wa 11. Nasema, hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulibatizwa pamoja naye kwa ajili ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama ilivyoandikwa, kama mlivyounganika naye katika mauti yake, kadhalika mtaunganika naye katika mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili, ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na mwili wetu wa dhambi, upatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tumekufa pamoja na Kristo, tuamini ya kwamba tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo alikufa akafufuka katika wafu, hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Hivyo ninyi nanyi jihesabuni wafu kwa sababu ya dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Yesu Kristo. Neno hili Biblia inaeleza juu ya maana halisi wa ubatizo katika Yesu Kristo. Paulo analiandikia kanisa huko Rumi, anaandika barua hii kuambia na kufundisha uhalisia na makusudi ya ubatizo. Anawaambia, kama mlivyounganika naye
njia moja katika tendo la imani tunakubali kufa pamoja na Kristo. Na ubatizo huu umetajwa katika maana kuu 4. Umetajwa katika maana kuu 4. Maana ya kwanza ni ushuhuda wa hadhara unaomtambulisha mtu kwamba ametubu dhambi. Ubatizo ni ushuhuda wa hadhara unaomtambulisha mtu baada ya kumwamini na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anapokwenda kubatizwa, tayari anaushuhudia ulimwengu kwamba yeye ametubu, yeye amepokea badiliko, amegeuka, ametubu dhambi kwa Mungu. Kwa hiyo anautangazia ulimwengu kwamba yeye tayari ni miliki ya Mungu. Kwa hiyo ametubu. Hii maana ya kwanza inayojulikana kwa maana ya ubatizo. Na unapojua maandiko, Injili ya Mathayo sura ya 28 ambayo tumesoma, lakini pia Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38 mpaka ule wa 41 inaeleza habari ya jambo hili kwamba tulipomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, jambo lililofanyika la msingi ni kule kutoa ushuhuda wa hadhara juu ya kukubali kubatizwa katika maji mengi. Matendo ya Mitume sura ya 2 ule mstari wa 38. Mstari wa 38, maandiko yanasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wamwinjie. Akawashuhudia kwa maneno mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao walipopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika kushiriki na katika kumega mkate na katika kusali. Kwa hiyo Petro anaeleza umuhimu na makusudi juu ya ubatizo, kwamba mtu lazima atubu dhambi. Anayebatizwa ni yule aliyetubu dhambi. Amemaanisha kupokea badiliko na kupokea wokovu katika Yesu Kristo. Habatizi mtu mwenye dhambi. Anayebatizwa ni yule aliyetubu dhambi, kwa kumaanisha huyo ndiye anakwenda kubatizwa sawasawa na neno la Injili ya Mathayo ile sura ya 28 mstari wa 19. Kwa hiyo ubatizo, maana ya kwanza ni hii kwamba ni ushuhuda wa hadhara, lakini maana ya pili ni kutangazia ulimwengu kuwa umejitoa kwa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapokubali kwenda kubatizwa, kupokea ubatizo wa maji mengi, maana yake ni kwamba umekubali Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unakubali kuwa wewe ni miliki, ni mali ya Kristo Yesu. Umejitoa na kujikabidhi kwa Yesu. Hiyo maana